Kwa heshima yake Mwenyezi Mungu, ningetaka tupigie Yesu makofi mazuri as I welcome Dr. Njoroge katika haya madhabahu. Karibu sana, karibu sana. Unajua tunakuchekeleanga na Farodhi, tunasemanga mwili unakataa lakini sauti ni ya simba. God bless you so much. Karibu sana. Amen. Hallelujah. Let us appreciate our Father. Tafadhali, we can do better. I think we've appreciated him, but we can do better. Let us appreciate our pastor, our Father. Amen. And now let us take a special moment to appreciate God, the creator and the giver of everything. In Jesus' mighty name. You know, the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Praise be to God. Kwa hivyo kama uko hapo, sisi tunaweza kuwa tunakuona lakini pengine hupumui. Lakini kama unapumua, wapi shangwe, wapi vigeregere kwa Yesu. Tafadhali naomba tuketi in the presence of God. I would like to take this opportunity and this moment to honor the servant of God, Apostle Dr. Anthony Ngaruiya, kwa kunipatia nafasi. Mimi naomba nitawekewa kidogo tu kwa umbali. Naona venye unawekanga pilipili hivyo kwa umbali tu. Amen. Na ninajua kwamba tutabarikiwa. Kwa hivyo, man of God, I honor you. Thank you for this opportunity for us to glorify our Lord and Savior Jesus Christ together. And let me also, continue and extend that honor to the work that you are doing across the world. Na huwa ninasema ya kwamba Kitengela tumebarikiwa, ya kwamba mchungaji sio mchungaji tu wa Kitengela, lakini ni mchungaji wa ulimwengu. That he is making disciples all over the world. Na hiyo sijui kama mnajua, lakini nyinyi mumebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kwa mara tena tu na kwa unyenyekevu ninaomba let us appreciate the man of God even as we are seated. Na ninaomba ya kwamba the God who preserves, that God will continue to preserve you, ya kwamba uendeleze injili katika jina la Yesu Kristo. Pengine kwa dakika moja, unajua wewe uko hapa na tumebarikiwa na wewe, inamisha kinywa chako and declare something over the man of God. Ask God to preserve him, ask God to bless him, ask the Lord to, reveal himself even more. Ask God to pour himself even into his servant in Jesus' mighty name. Father, we bless you. Father, we give you praise. Bwana, juu na chini utabaki kuwa Mungu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Bwana, tunakuabudu na tunakuinua katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Yu mwema Yesu, yu mwema Yesu, oh yu mwema Yesu, oh yu mwema, oh yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, oh yu mwema, yu mwema Yesu, oh yu mwema, Yesu, we mwega Yesu,
Kehoti Jesu, Kehoti, Kehoti Jesu, Kehoti Jesu. Fungua moyo wako, ambia Bwana ninene. Fungua moyo wako, mwambie Bwana ninene. Bwana nimekuja, sitaki iwe ibada ya kawaida. Bwana nimekuja, sitaki iwe ibada ya kawaida. Bwana unaponena ninene. Father Lord, as you speak this evening, Father Lord, speak to me in a way that I can understand. In the mighty name of Jesus. Ambia Bwana nimesikia jumbe mingi, lakini wacha ujumbe wa leo uwe ni ujumbe wa kubadilisha. Uwe ni ujumbe wa kunijenga. Uwe ni ujumbe wa kunikomboa. Uwe ni ujumbe wa kunipeleka kiwango kingine, katika jina la Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Father, we bless you. Father, we give you praise. Father, we bless you. Father, we give you praise. Father, we bless you. Father, we give you praise. Father, we bless you. Father, we give you praise. Father, we are here as vessels to declare from the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be glorified. Bwana, kama sio wewe umekuwa upande wetu. Bwana, kama sio wewe umetupigania. Bwana, kama sio wewe umetuponya. Bwana, kama sio wewe ulitukomboa. Bwana, kama sio wewe umetufanyia kazi. Bwana, kama sio wewe ulimtoa mwanao Yesu Kristo afe msalabani, tungekuwa wapi? Bwana, tumekuja kusema ni asante. Bwana, tumekuja kusema ni asante. Asante Yesu. From the pages of our hearts, Abba Father, we are grateful. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. In Jesus' mighty name, we pray, we believe, and we trust. Somebody say hallelujah. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. Tulikuja kuabudu. It doesn't look as if he has been wonderful to you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Ningependa leo tujaribu kitu. Leo bila wimbo. I want you to love God with your words. Ningependa wewe ufungue moyo wako. I know kuambia mtu unampenda ni rahisi. But can you tell God that you love him? I want you to take a moment and just pour yourself to the Lord and tell him, Father, I love you. This is the reason I love you. This is why I love you. Take a moment, just love on God. Love God. Love God with your words. Because that is your worship. When you love God with your words, when you love God with your life, with your essence, your entirety, that's actually your worship. Ninajua umeambia wengi unawapenda. Je, umemwambia Mungu unampenda? Oh, Father, we bless you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, usinipite Mwokozi. Unisikie.
kiti chako cha rehema na kitazama. As you sit down, magoti napiga pale, nisamehewe. hallelujah. It is a good thing to give thanks. Praise be to God. Nimeanza ujumbe. It is a good thing to give thanks. Na unajua wakati mwingi na sijui kama ni kufunzwa tulifunzwa, lakini ilifika pahali ikakuwa tu sisi tunategemea nyimbo, lakini pia wewe unaweza kuwa na kitu wanga tunasema ni personal worship. Wakati unafungua kinywa chako, wakati unatenga wakati wako na unasema huu ni wakati wangu wa kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So nimeambiwa hili ni juma letu la maombi na kutoa sifa. Praise be to God. Hebu nione ni watu wangapi watu wa sifa. How many people? Amen. And may the Lord God bless you 100-fold. And I declare every day, may you have a new reason to give thanks. In Jesus' mighty name. Hey, watu hamtaki kupokea baraka. I'm declaring that every day, may you have a new reason to give thanks. In Jesus' mighty name. Ningependa hivi leo tujifunze kuhusu kuabudu. Na ningependa hivi leo nitaweka kitu kinaitwa foundation, alafu tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Manake wakati tunazungumza kuhusu sifa, wakati tunazungumza kuhusu kumwabudu, wakati tunazungumza kuhusu sisi kutoa shukrani, lazima tuweze kufahamu ni njia gani ambazo tunaweza kumpatia Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Na naacha nianze na kusema hivi, that worship is not what we do on Sunday. Praise be to God. I know we have, a praise and worship session. But worship is not only what we do on Sunday. Worship is the life that you live. Praise be to God. Ya kwamba maisha yako yanafaa yawe maisha ya kumwabudu na kumshukuru Mungu. Somebody say amen. Lakini ilifika wakati hatuwezi sisi kuwa na wakati wa kuabudu kama hatupo kanisani. Lakini ningependa tujifunze that you can worship in any place that you are. Praise be to God. Unaweza ukaabudu kazini, unaweza ukaabudu nyumbani, unaweza vile vile ukaabudu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. So worship is everything you do, is the life that you live. Praise be to God. Aya, jambo la pili. Leo tutaweka msingi, alafu kutoka kesho sasa tutaanza kuingia kwa neno. Anything you do for the glory of God. Anything you do for the glory of God, that's your worship. Ya kwamba kila kitu ambacho unafanya ili kumshukuru, kumwabudu ama kumpa sifa Mungu, hilo ndilo tendo lako la kuabudu. Praise be to God. Jambo la tatu. Anything you do in obedience to God, that's your worship. Kwa hivyo kila wakati wewe unamwabudu Mungu, kila wakati wewe unatii neno la Mungu, kila wakati unatii mwelekeo ama maelezo ya Roho Mtakatifu, actually that's your worship. Praise be to God. And therefore worship goes beyond what we do on Sunday. Worship should be the life that you live. Bwana Yesu asifiwe. Manake ilifika wakati tukafungwa na wakati wa kuabudu kanisani, tukasahau ya kwamba maisha ambayo unaishi yanafaa yawe maisha ya kuabudu. Wacha tuingie katika neno sasa. Nataka twende in the book of 1 Thessalonians chapter 5.
1 Thessalonians chapter 5. Sitafa moyo, ninajua wewe uliniita umwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Always be joyful. Never stop praying. And get this. Be thankful in all circumstances. Sasa hapa ningependa uelewe na uelewe vizuri. Hebu niangalie. Be thankful in all circumstances. Sasa hii ndio mstari watu wengi hatujasoma. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. For this is God's will to you who belong to Christ Jesus. Unajua wakati mwingi uanga tunataabika kujua mapenzi ya Mungu. What is God's will for me? Mapenzi ya Mungu na maisha yangu ni yapi? What's God's will? What's my purpose? What's my destiny? Bwana Yesu asifiwe. Hivi leo ni, by the way, this is the only scripture in the Bible where the will of God is not hidden. Haijafichwa. Umeambiwa hii ndio mapenzi ya Mungu, ya kwamba kwa kila jambo na kwa kila hali wewe kuwa mtu wa shukurani. Praise be to God. Lakini nikiuliza mtu hapa, mapenzi ya Mungu kwako leo saa hii na maisha yako ni gani? Ni watu wengi sana hawatasema kuabudu. Lakini tukisoma maandiko, sababu kuu ya Mungu kukuumba mwanzo kabisa, before ubarikiwe na gari, before uinuliwe, before the Holy Spirit uses you powerfully, jambo la kwanza ni ya kwamba alikuumba ili uwe mtu wa sifa. Praise be to God. That this is God's will for you. It means that the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, automatically God has a purpose for you. Give thanks in all circumstances, because that's your worship. Praise be to God. Ebu uliza mtu ambaye umekaa na yeye, umuulize mapenzi ya Mungu na wewe ni gani? Kutoka leo usihitaji dictionary, nimekujibu. Mapenzi ya Mungu, ukikuja kanisani, ukiwa nyumbani, wherever you are, give thanks. Praise be to God. Ya kwamba hauhitaji Bible study tena kujua mapenzi ya Mungu. Mwanzo kabisa, the moment you belong to Christ Jesus, your will, God's will, is for you to give thanks. But not when everything else is going well. Praise be to God. Ni rahisi sana kuwa watu wa sifa wakati kila kitu kinaenda vizuri. Lakini maandiko yametuambia mapenzi ya Mungu ni sisi tuwe watu wa sifa kila wakati. Ebu ambia huyo ambaye mumeketi naye, ukibarikiwa toa sifa. Mwambie, when you are blessed, give thanks. When you are crying, give thanks. In all circumstances, give thanks. Praise be to God. Ya kwamba hii ndio mapenzi ya Mungu. Kama umekuwa ukijiuliza kwa nini Mungu aliniumba, jambo la kwanza ni ya kwamba Mungu alikuumba kama chombo cha sifa. You know, God did not create us ili kila Sunday tu inakuwa ni wewe na mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo tunafaa kurifahamu ni ya kwamba mapenzi ya Mungu ni ya kwamba mimi na wewe tuwe watu wa sifa. Sasa uliza ambaye mumekaanisha na yeye, je, umekuwa mtu wa kutii? Have you been giving thanks in all circumstances? How many people have taken time to give thanks today? Hallelujah. Praise be to God.
that this is God's will. Na sijui kama mnajua uzito ya hayo maandiko. Kuna mambo mengi ambayo wanga tunafanya lakini sio mapenzi ya Mungu. Hapa maandiko yametuambia ya kwamba hii ndiyo mapenzi ya Mungu na maisha yako. Ambia huyo mtu mwingine, mhubirie, mwambie kutoka leo, kwa kila jambo, kwa kila hali, kuwa mtu wa sifa. Mwambie tena, kutoka leo, kwa kila jambo, kwa kila hali, kuwa mtu wa sifa. Praise be to God. Lakini mnafahamu ya kwamba sifa, watu wengi hawapendi sifa kama sio kitu mzuri tumefanyiwa. Praise be to God. Tumefunzwa kutoa sifa ama kusema asanti wakati tu kuna kitu ingine ambayo imefanyika. Lakini let me tell you my understanding of a miracle. Praise be to God. Hivi ndio naelewa muujiza. Na hii ninataka msikize na msikize vizuri. Kwa watu wengi muujiza ni kuponywa. Kwa watu wengi muujiza ni kukua kwa accident lakini unatoka. Kwa watu wengi muujiza ni kukua kwenye hatari lakini risasi inapita. Kwa watu wengi huyo ndio muujiza. So kama hautawahi ona risasi, hautawahi kuwa na sababu ya kushukuru. Lakini acheni niwaambie muujiza kwangu. Muujiza ni kuamka kulala bila hatari. That's the miracle. Ya kwamba Mungu amekulinda kwa kila njia na kwa kila hali. Lakini sisi hatuonangi huo muujiza. Sisi tunatakaga kuona ule muujiza. Nilikuwa naumwa na masikio, nikaingia kanisani. Muujiza wa kwanza ni kuwa uko hapa na haumwi na masikio. I don't know if you guys are understanding. Ya kwamba kila mtu hapa, tukianza kuhesabu, the Bible says, count your blessings one by one and see what the Lord has done. You have 1,000,000 things to be grateful for. Lakini kwetu na Wakristo wa sasa, huo sio muujiza. That is not the goodness of God to us. The goodness of God is when we are in danger and He delivers us. Muujiza ni wakati haukuwa na chakula, alafu mtu anagonga nyumba yako saa 6 usiku. Mimi ninasema muujiza, January to December, Mungu amenipatia chakula na chakunywa. That's the miracle. Muujiza ni kwamba ninaamka, ninalala na amenilinda. Praise be to God. Je, tunaanza kuona sababu za kutoa sifa? Hallelujah. Father, we bless you. Now, worship, maana tumesoma maandiko na tumeona it is both. Tumeona this is the will of God for you and I. So kuna watu, this is your first destiny. This is your first purpose. Ebu ambia mtu kutoka leo, your destiny, your purpose ya kwanza is to give thanks. Manake tuko hapa kila siku tunazungumzia kuhusu what's my purpose, what's my destiny. Maandiko yametujibu kabla ya kile kitu kingine chochote. Wewe unafaa, Mungu alikuumba kama chombo cha sifa. So andika hapo. Mnajua hiyo phrase? Andika hapo. Worship is both my purpose and my destiny. Hivyo ni kusema that God created you as a vessel of worship. Mungu alikuumba ili wewe uwe mtu wa sifa. Na sifa sio kuimba. Praise be to God. Nimesema kuwa mtu wa kuabudu ni maisha yako. Everything you do according to God's will, that's your worship. And actually maandiko yanasema katika kitabu cha Romans that present yourselves as a living sacrifice. Your first act of worship is to present yourself, not anything you have. I'm saying ya kwamba kuabudu kwako
The first sacrifice is not anything you can give. It's yourself. Ya kwamba unamwambia Mungu, ninajua sababu yako kuniumba. Uliniumba ili nikuabudu, na kwa hivyo kila siku na maisha yangu yatakuwa maisha ya kukuabudu. Present yourselves as a living sacrifice, holy and presentable unto God. So you are not only presenting yourself, as you present yourself, make sure that you are holy. Na hii ndio kitu ambayo tunasahau. Mara mingi tunapenda shukrani iwe ni anything else that you can give. If you give anything minus yourself, that is not a sacrifice. Let me say that again. If you give anything to God minus yourself, that's not a sacrifice. Twende pole pole. Aya. So worship is what we were created to do. To give thanks. It is what we were created. You and I. Hii ndio sababu ya Mungu kutuumba. Na ukisoma maandiko, watumishi wa Mungu, nimekuja kudiscover kwa nini David alikuwa favorite wa Mungu. Daudi alijua siri ya moyo wa Mungu, ya kwamba kila siku, wewe imagine, munasomanga Psalms. Munasoma Psalms. Ebu imagine, huyo ni mtu alikuwa ananena na Mungu. Wewe venye uanga unasoma Psalms na kujenga. Huyo ilikuwa nyimbo za mtu kwa Mungu. No wonder Mungu anasema ya kwamba ninapenda huyu. Praise be to God. Ebu ambia mwenzako kutoka leo, kuingia kwenye laini ya kupendwa na Mungu. Ingia kwenye laini ya kupendwa na Mungu. Kuwa mtu wa sifa. Haya. Kwa hivyo tumesema, worship is anything you do for the glory of God. Praise be to God. Anything you do in obedience to God. Kama kuwa hapa, unaweza kuwa haujaimba, lakini you are worshiping. Bwana Yesu asifiwe. Acheni niseme hiyo tena juu ni tamu. Kuwa hapa, inaweza kuwa hujaimba, lakini mbinguni inahesabika wewe ni mtu wa kuabudu. Manake umetenga wakati. Unajua kwa mwanadamu, time is the most precious thing that you can give. Because you'll never recover. Kwa hivyo wewe kuwa hapa, hata kama umeketi na una feel sina kitu kingine chochote, I want to tell you, you are worshiping. Acha niseme hivyo tena. Hata kama huna kitu ingine yoyote, leo mbinguni imehesabika umeingia kwa kitabu cha watu ambao wanaabudu. Praise be to God. Na kwa hivyo tusione coming in the presence of God kama ni kitu bure. Ni tunajipatiana sisi wenyewe. Oh, Father, we bless you. So, ninajua leo tunaweka msingi. Kwa hivyo ninajaribu kuangalia ni wapi ambapo tutaanzia. So, wacheni niwapatie sababu mbili zetu kusifu na kuabudu na kutoa sifa. To give thanks. Why do we worship? Why do we give thanks? The first reason is because of who God is. Praise be to God. Haya, andika hapo. Kwa kuwa Mungu ni Mungu. Who God is. Tunataka tuende katika kitabu cha Psalms 47. Psalms 47, tuanzie mstari wa 6 na wa 7. Psalms 47. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. Listen. For God is King over all the earth. Praise him with a song. Ya kwamba sababu ya kwanza sisi kuabudu, sababu ya kwanza sisi kuwa watu wa sifa
ni kwa kuwa yeye ni Mungu. He is sovereign and he is God over all. He created everything and everything for himself. Praise be to God. Maandiko yanasema ya kwamba nje ya kile kitu Mungu hakuumba hakuna. And so even ni kusema the only thing that exists is the only thing that God created. And so why do we worship? Because he is God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo ukienda kuabudu, unaabudu ya kwamba kwa kuwa yeye ni Mungu. Imagine mbinguni, malaika wazee 24 wanaabudu, wanainama wakiinuka. They lay their crowns. Sasa mimi na wewe, maniki tuko nakio, tondu twageira mwiteo. Praise be to God. Sitaki kudoel hapo sana. Haya, number 2, why do we praise? Because of what he does. Because of what he does. Number 1 is because of who he is. Number 2, minus what he has done to you, you have enough reasons to praise him. Number 2, because of what he does. Praise be to God. Are we learning? Tunasoma. Amen. Because of what he does. Na hiyo ninataka tuingie Zaburi 103. Zaburi 103. Zaburi 103. Tumekuja kukuabudu Bwana. Tumekuja kusema ni asante. Muumba wa mbingu na nchi na kila kitu kilichoko, wewe ndiwe Mungu. Sikiza Daudi tena. Daudi anasema katika Zaburi 103 1 hadi 5 ya kwamba let all that I am praise the Lord. Let all that I am, wacha kila kitu mimi niko, let it praise the Lord. Praise be to God. With my whole heart I will praise his holy name. Kwa moyo wangu wote mimi nitalisifu jina lake. Hallelujah. Daudi was a man. Let all that I am praise the Lord. Listen, may I never forget the good things he does for me. How many times have we forgotten the good things that he has done for us? Ebu ambia mwenzako, may you never forget the good things that he does for you. Praise be to God. Sikiza mstari wa 3. Sasa tumesema the good things that he does. Alafu Daudi anaanza kuzisema. Anasema nini? He forgives all my sins. Mungu tunakupenda. Wewe ambaye unatusamehea, Mungu tunakupenda. Wewe ambaye unatusamehea, Mungu tunakupenda. Hallelujah. He forgives all my sins. Sikiza hii. He heals all my diseases. Ya kwamba anaponya kila magonjwa. Haikuambiwa ni hii ama ni hii. Anaponya yote. If you are here na haufeel vizuri, if you are here and you are sick, any part of your body, from your head to the sole of your feet, we declare healing in Jesus' mighty name. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. Sikiza mstari wa 5 juu ninaupenda. I love this particular verse. He fills my life with good things. He fills my life with good things. Bwana Yesu asifiwe. Na tutafika hapo. And crowns, my youth is renewed like the eagles. Praise be to God. So, every day, every time, you can praise God for who he is. You can give thanks to God for who he is. And you can also give thanks to God for what he has done. Na sasa hapa ni nene watu wa imani. Praise be to God. Ebu fanya mwenzako hivi umuulize, wewe ni mtu wa imani? Ninataka nikunene.
when the Bible says we praise him for what he has done, what is faith? It means that if you have something that you desire, something that you are praying for, it means faith is giving thanks though you do not have it now. Kuwa mtu wa imani ni kusema ya kwamba wewe unaweza ukashukuru, manake una imani ya kwamba unamshukuru ametenda hata kama hujapokea. Hivyo ni kusema, if you believe in God for a piece of land, start giving thanks because he does not disappoint. Hivyo ndio kusema na kuwa mtu wa imani. Kwa watu ambao tunangoja Mungu atubariki na mtu, tunaanza kusifu saa hii. Wamroro kaugaga iwe mwega, wamroro though hajafika, we've started praising. Praise be to God. Hiyo ni yangu, hiyo haihitaji ufunuo sana. Haya, tuanze, who is God? Because tumesema we praise him for who he is. Na hapa ninaweza nikakupatia kibarua, na baba ataniruhusu, apostle ataniruhusu nikupatie kibarua na dakika moja. Ebu ambia mwenzako Mungu ni nani? Manake tumekuwa tukisifu na kuabudu, lakini we've been praising and giving thanks to a God we do not know. And therefore the first prerequisite, ama sababu ya kwanza ambayo itakuwezesha kuwa mtu wa sifa, ni kujua Mungu ni nani. Nikisema matendo ya Mungu, wengi wetu hapa tunafahamu. Tunafahamu anaponya, anasamehe dhambi, anainua, tunajua, si ndio? Lakini ikifika ni wakati wa kusema Mungu ni nani, na hii ndio ndiposa Mungu alitupatia maandiko ili tuweze kumfahamu. Who is God? Ya kwamba unaposema you are Jireh, my provider, umemuita kwa jina lake. Praise be to God. Ningependa nikupatie mambo matatu nje ya mambo ambayo unajua. I would like to tell you 3 things, and this is the God I want you to praise us from today. Ebu ambia Mungu nipe ufunuo. Ambia Mungu nipe ufunuo. Manake mambo ambayo unaenda kusoma hapa ni maneno ambayo yatakuwezesha hadi kuamuka usiku na unasema wewe Mungu, wewe ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie katika kitabu cha Zaburi 100. Psalms 100. The Bible says, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. Hiyo tutafika kesho. He made us and we are his. Praise be to God. We are his people, the sheep of his pasture. The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Now listen to these 3 things. Jambo la kwanza, for the Lord is good. Andika hapo. The goodness of God. Yani maandiko yametuambia the Lord is good. So tukisema praise him because of who he is, you are praising because he is good. Ebu ambia mwenzako he is good. Aya, twende ya pili. His unfailing love continues forever. Ambia mwenzako God is love. Haya, twende ya tatu. Nimesema ni mambo matatu kuongeza yale ambayo unafahamu. His faithfulness continues to each generation. Jambo la tatu, God
Hebu tuseme pamoja, God is faithful. Haya ni mambo matatu na sio yale ya rais. Jambo la kwanza, God is good, God is love, and God is faithful. My prayer is that you'll understand what these three things mean to you. Praise be to God. Tuanze ya kwanza, alafu tutasimamia pahali ambapo Mungu atatusaidia. The Lord is good. You know, why should we praise God? Because He is good. And this is the thing. Watu wengi tunapoomba, tunapenda kuenda pale hadi Jeremiah 29:11. The Bible says, for I know the plans that I think towards you are plans to prosper you and not to harm you. Do you know why you should praise God? Because He's a good God. And everything He does is good. Let me say it again. That we can praise God because He is not only a good God, it is what He does. Kwa hivyo wewe kama kitu ambacho unangoja ni kitu kizuri, James 1:17, for every good and perfect gift is from above, the good God. Ebu angalia kitu kama salvation. It is the most perfect thing that we have today. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. It is a good gift. It is a perfect gift. Unajua tukisema every good and perfect gift is from above, watu wengi hawajui hiyo scripture inanena kuhusu nini. Inanena kuhusu mwana wa Kristo ambaye tulipewa. Praise be to God. Every good and perfect gift. So hiyo kitu ambayo umekuwa ukiomba, is it good? Is it perfect? Give thanks. Because He is a good God. And therefore today I can praise Him because I know He is a good God. And anything and everything I'm expecting, the good plans zenye tumesema, I know He cannot harm me because He's a good God. Ay. Hii ni kama ilikuwa yangu leo. Mtumishi, ya kwamba unashukuru manake unajua yeye ni mwema. Na kila kitu ambacho atakufanyia wewe, it's something good. Praise be to God. Romans 8:28. The scriptures zenye tunapenda hapa kutaja. That everything works for good. Why does it work for good? Because it's from a good God. Hey! Why do we come to church and praise? Because He is good. Why do we pray? Because He is good and everything He does is good. Mimi, I'll never expect God to harm me. That's not the God I know. The God I know, He is a good God. Kwa nini ninaomba hapa watu wapone? Because ninajua He is a good God. Kwa nini tunakuja hapa na tunamtolea Mungu hadi matoleo? Because we know He is a good God. And that God, because He's good, the plans that He has for you, they are good plans. Mundu mwega ndangĩgũbangira ũru, no mundu mũru ndangĩgũbangira wega. Hivyo ni kusema aje na kikale? May the Holy Spirit help you. Praise be to God. Tumeelewa hiyo? Haya, ya pili haraka. His love is forever. Who is God? God is love. And so why do we praise Him? Because He loves you. He loves me. Praise be to God. And so everything that God does, it comes from a place of love. Unajua sio watu wengi tuna ufunuo upendo wa Mungu na maanisha nini. Huo ndio upendo ambao mimi na wewe tunangoja siku moja tutaketi na mwana wa Mungu Yesu Kristo.
Praise be to God. That before wewe ujifahamu, the Bible says he loved you. What a God. Imagine leo Mungu hangoji chochote kutoka kwako. The price of salvation has already been paid. Unajua tunakujaga hapa tukijifanya watu wa maana sana. There is nothing we can contribute to that love. God gave because love gives. In fact, the most perfect quality of love is giving, sacrifice. Praise be to God. I wish we had time with that one. Number 3, he is faithful. He is faithful. Why should we praise him? And by the way, these 3 things, you will not find them in any other God. Haya mambo matatu hautayapata kwa Mungu mwingine. He is faithful. And there are 3 things that make God faithful. Kwa haraka tu ninakimbia juu ya muda, lakini kesho tunaweza anza hapo. Number 1, God cannot change. Number 2, God cannot fail. Number 3, God cannot lie. Oh, Mungu tunakupenda. Mungu tunakupenda. Unajua mimi kama mwanadamu, mimi ninaweza nikakudanganya. Lakini sifu na uabudu Mungu ambaye neno lake ni kweli. In fact, yeye anajiita kweli. He cannot lie. And so every time you interact with his word, you're interacting with the truth. Kila kitu kimeandikwa hapo ni kweli. Number 2, he cannot change. Watu ni watu wa kubadilika. Mtu anakuambilia hivi kesho, kesho anabadilika. Mtu anakuambia tutafanya hivi, kesho anabadilika. Nyinyi mlikuwa tukipewa manifesto 2020. Ebu nataka kuendelea kuhubiri. Isio. Praise be to God. Haya ni mambo ambayo yako, lakini tunaweza tukamwabudu Mungu ambaye asubuhi jioni, mwaka nenda mwaka rudi, ni Mungu habadiliki. I don't know kama tunaelewa kuwa na Mungu ambaye unaweza tegemea kwa kila hali, kwa kila jambo. That he is still the same God in every season. And number 3, he cannot fail. That's why I worship. That's why I love him. He cannot fail. Mungu ambaye tunamwabudu si Mungu ambaye anaweza kushindwa na chochote. Maandiko yanasema aliumba mbingu na nchi na anashikilia misingi ya dunia. Ni Mungu ambaye ameshikilia misingi ya dunia. And you are worried about your life. We praise him because he cannot fail. Akisha sema nina ushuhuda ametenda. I don't wait for him to do. The moment he says, I know he has done. If he says I am healed, I walk like a healed person because he cannot fail. The moment he says I am blessed, I walk like a blessed man because I know he cannot fail. That's the God that we worship. So who is God? God is faithful. And we are saying that God, you are faithful. What you mean is that God, you cannot change. Ati Mungu huwezi ukanigeuka. The moment you are saying God, you are faithful, what you are saying is that God, you cannot lie. When you are saying that God is faithful, what you are saying is that God cannot fail. That's what you've been singing. That's what you've been singing.
worship God, you must know him. Hey. Mungu wewe ni mwema. 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 Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Bwana. You are God alone. For you cannot change. You cannot fail. You cannot lie. You are God alone. You are our healer and you cannot fail. You are our deliverer and you cannot fail. You are the God, the lifter of men, and you cannot fail. Kwa dakika moja simama. Na ningependa sasa umemfahamu sasa. Umejua kwamba alikuumba ili umwabudu. Na umejua yeye ni nani. Ningependa kwa dakika moja, with all humility, now that you know him, I would like us to go crazy before him. If you can jump, I want you to jump. If you can pray in the spirit, I want you to pray in the spirit. If you can kneel down, I want you to kneel. But I want you to praise. I want you to give thanks to the never changing God. To the God who is the same yesterday, today and tomorrow. Hey, come on, come on. I want us to pray. I want us to praise. Don't wait for the music. You are the music. Don't wait for anything else. Present yourself as the sacrifice. Woo! Present yourself. Present yourself. Mwambie Bwana nimejua unanipenda. Mwambie Bwana nimejua unanipenda. Mwambie Bwana nimejua you are faithful. Woo! God, I know you are faithful. God, I know you are faithful. Ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Who is like God, the creator of everything? Who is like God, the creator of everything? Who is like God, our healer, our deliverer, the one who was, the one who is? Who is like God? Nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe mfalme? Nani kama wewe Bwana? Nimefahamu ukishasema wewe umetenda. Yeta parandes kopevila, yeta pare kosokopeveletis, yende kopavali katales, yeta leta Yeshua. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Wewe uliyeumba mbingu na nchi. Ni nani kama wewe Bwana? From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be glorified. Give thanks, give thanks, give thanks. For this is God's will. For this is God's will. This is God's will. This is God's will. This is God's will. This is God's will.
This is God's will. Oh, thank you, Jesus.